Mwezi Mei ni mwezi ambao unakuwa umebarikiwa sana, hasa kunakuwa kuna umakini mkubwa sana kwenye matukio makubwa, hususan ni tukio kubwa ambalo linakuwa limebeba mwezi Mei. Nazungumzia tukio la Met Gala. Nikaona leo basi tupate wasaa wa kuizungumzia Met Gala kwa mapana yake na upekee wake na namna gani ambavyo imekuwepo zaidi ya miaka 78 mpaka sasa. Met Gala experience imekuwepo muda mrefu, zaidi ya miaka 78 tangu ilipoasisiwa. Met Gala inafahamika kama Costume Institute Benefit, kwamba tunaweza tukasema ni shule ya mitindo ambayo ina manufaa, shule ya mitindo yenye manufaa. Met Gala imekuwa ni tukio la mitindo la kifahari zaidi duniani na kuwahi kutokea kwenye ulimwengu wa mitindo. Kwa wale ambao wanapenda mitindo, basi watakuwa naelewa, hususan inapokuwa kwenye swala la mitindo, watu wengi wanapenda kujigamba, watu wengi wanapenda kuonekana kwa namna ya tofauti. Sasa washiriki wa tukio hili wanapewa nafasi kujieleza kupitia mitindo, ikiwa inaathiriwa zaidi na utamaduni wa pop ambao umetawaliwa sana na watu mashuhuri, wakionyesha makeke yao kwenye tukio hilo linaoratibiwa na jarida la mitindo la Vogue. Jarida la mitindo la Vogue ni jarida ambalo na lenyewe limekuwepo zaidi ya miaka 100 mpaka sasa, likiendelea kufanya vizuri na limeendelea kuwa ni bora zaidi. Na mwanamitindo wa kwanza alikuwa analipwa $25 kwa saa, ambayo kwa kipindi hicho $25 ni sawasawa na kama 2.5 za Kitanzania ya thamani ya sasa. Sasa sio dola kwa kipindi kile, lakini kwa thamani ya sasa ni sawasawa, msanii alikuwa analipwa 2.5 kwa lisaa, yani huyo mwanamitindo. Kwa unaona jarida la Vogue nao limekuwepo kwa muda mrefu. Sasa inafahamika kama usiku wa mitindo, ambao unaakisi utamaduni na kudumisha ile desturi mpya ya utamaduni wa pop ambayo imeathiriwa na imeendelea kudumishwa kila mara. Shughuli hii ya Met Gala huakisi sanaa na historia, tukio ambalo linachukua umakini kuanzia kwenye mitandao ya kijamii, runinga na tasnia ya mitindo kwa ujumla. Kwa hapo nazungumzia mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari, hususan ambavyo vinakuwa vimejikita hasa kwenye taarifa na habari za mitindo. Tukio hili huwa linafanyika kila Jumatatu ya kwanza ya mwezi Mei, ambalo linakuwa kwenye jumba la makumbusho. Nazungumzia jumba la makumbusho la Metropolitan Museum of Art huko Manhattan, jiji la New York. Kwa mwaka huu imekuwa ni tukio la ghali zaidi kuwahi kutokea, kwa sababu zaidi ya uwekezaji wa dola za Kimarekani bilioni 6 zimewekezwa. Lakini ukiangalia tukio hili, ili uweze kuhudhuria, ukiachana na wale ambao wanakuwa wamealikwa, waalikwa wanakuwa ni kama 400, lakini kuna wale ambao wanakuwa wanahudhuria kupata ile experience na exposure kwenye tukio hili. Ili uweze kuhudhuria, inakupasa uwe na kiasi cha dola za Kimarekani 100,000, ambao ni sawasawa na shilingi za Kitanzania milioni 260. Kauli mbiu kwa mwaka huu kauli mbiu ya mwaka huu 2026 inaitwa Costume Art, ambayo imebeba ujumbe tunasema mitindo ni sanaa, yani fashion is art, ikiakisi umbo la mtu au maumbile ya mtu ambavyo anapendeza kwenye nguo zake na namna ambavyo anakuwa wa kipekee. Ugunduzi wa mavazi wa kipekee unajumuisha ustadi hasa kisanaa ambao umekuwa ni wa kipekee. Tumeona watu wengi mashuhuri wakivaa nguo za kitofauti na kustaajabisha zaidi, lakini mmoja kati ya vinara wamefanya vizuri zaidi kwa mwaka huu na wamekuwa ni watu ambao wamezungumziwa zaidi. Nitakuja kukwambia ni nani ambaye kwenye Met Gala hii amekuwa ni msanii kinara, au tunaweza kusema mwenyekiti wa Met Gala. Kwenye Met Gala bwana, kuna utofauti sana. Kuna mwenyekiti ambaye yeye anachagua nani atakuwa kinara kwenye tukio hilo, nani atajigamba zaidi kwa mavazi kwenye tukio hilo. Sasa mwaka huu karata turufu imemdondokea bibie Beyonce, mwanamuziki huyu maarufu zaidi na ambaye ana utajiri mwingi mkubwa sana. Hii ni baada ya miaka 10 tangu alipovalia vazi la kufikirika kwa mwaka 2016, ambao ilikuwa ni kumbukizi ya mageuzi ya teknolojia.
yani teknolojia na kufikirika. Kwa katika ile kauli mbiu alivaa nguo na alikuwa ni miongoni mwa wasanii vinara. Kwa mwaka huu yeye ndo amekuwa msanii kinara ambaye akijikita kwenye costume art, yani ujumbe wa mitindo ni sanaa. Kwa kauli mbiu hii hujengwa hasa kwenye uga wa sanaa zaidi, kuanzia zaidi ya nguo 400 ambazo zinavaliwa na wasanii na watu mashuhuri tofauti, lakini dress code inasema fashion is art, yani dress code nguo yoyote lakini iakisi sanaa zaidi, iwe na fikra tunduizi hasa katika mlengo wa sanaa, ikilenga hasa wageni kugundua uhusiano wao kupitia mtindo na kusherehekea uzuri wa kupendeza kupitia miili yao, namna ambavyo wanapendeza, namna ambavyo wanavutia. Kwa kuwa Vogue ndo washiriki wakuu kwa matukio yote, kwa Jumatatu ya kwanza alikuwa streamed kupitia Vogue, live streaming zote zile na red kwenye zulia lile zulia la Met Gala zote zilikuwa live kupitia Vogue. So unaangalia ni miongoni mwa matukio makubwa ambayo yanaingiza pesa nyingi, licha kuingiza pesa nyingi lakini bajeti yake inakuwa ni kubwa zaidi kwa kutokea kwenye ulimwengu wa fashion. So kwa leo mimi R-Skies kama explorer nikaona basi tudadisi na tugundue kwamba nini hasa kinakuwa kinafanya Met Gala iwe ni ya kipekee. Je, ni wasanii? Lakini pia ile shauku na ule upekee hasa ukitokea kwenye lile ile eneo, ule uwanja ambao kuonyesha makeke yako kwenye mitindo unakuwa na upekee mkubwa. Nikasema sawa, tulizungumzie kwa mapana yake na tuone namna gani sanaa inahusiana na mitindo, na kuonyesha kwamba sanaa na yenyewe ni sehemu, yani mitindo nao ni sehemu ya sanaa. Kwa hiyo ndo dress code, yani kitambulisho kwa mwaka huu, kwamba zaidi ya wasanii 400 ambao walikuwa wamealikwa wameweza kuonyesha upekee wao kwenye mitindo. Hapo wasanii wengi ambao wameonyesha upekee wao, lakini Beyonce ameonekana ni msanii kinara zaidi kwa mwaka huu 2026. So hayo ni machache tu kuhusiana na kile ambacho kimefanyika kwenye Met Gala ya Jumatatu ya kwanza. Ilikuwa ni Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa 4 ambayo ilionyesha upekee mkubwa na watu wengi walifurahia ule uzuri na namna ambavyo wasanii waliweza kujumuika kwenye tukio hilo.